Leo nitaenda kuongea aina za mifumo na ni vipi hiyo mifumo inaweza kukusaidia katika biashara yako na kufanya iweze kukua. Hebu niambie kitu kimoja. Kuna watu wanauza mitumba, wengine wana maduka, wengine wanapika chakula, wengine wanatoa huduma kama kutengeneza vitabu au kazi za mikono. Lakini pamoja na juhudi zote wanazoweka kila siku, bado biashara zao hazikui kama wanavyotarajia. Sasa swali ni hili: kwa nini mtu mmoja ana biashara ndogo lakini inakuwa taratibu kila siku, na mwingine anafanya kazi kubwa lakini matokeo ni yale yale kila mwaka? Leo nataka nikuambie ukweli mmoja mkubwa sana. Tatizo si mtaji, tatizo si wateja, tatizo lipo kwenye mfumo. Na kama huna mifumo sahihi kwenye biashara yako, ni ngumu sana kuona ukuaji wa kweli. Mifumo ni nini? System. Mfumo ni utaratibu uliopangwa wa kufanya mambo kwa njia ile ile kila siku, ili kupata matokeo yanayorudiwa. Kwa lugha rahisi kabisa, mfumo ni jinsi unavyoendesha biashara yako bila kubahatisha kila siku. Mfano halisi: kama unapika chakula, mfumo ni unahakikisha ladha ni ile ile kila siku, wateja wanaohudumiwa kwa utaratibu ule ule, hakuna kuchelewa hovyo, yani uharaka na spidi ni ile ile. Au kama una duka, unajua lini unaagiza bidhaa, kwa mfano kwa wiki ni mara moja au mara mbili kila wiki. Unapanga bei kwa utaratibu, unajua nini kinaisha na nini kinauzika sana. Hiyo ndiyo mifumo, au huo ndiyo mfumo. Kwa nini sasa tuwe na mfumo kwenye biashara? Kuna umuhimu gani wa kuwa na mfumo kwenye biashara? Moja, unatoa kwenye kubahatisha, unaanza kuwa na uhakika. Namba mbili, unaleta mwendelezo. Biashara haitegemei mudi yako, inategemea mfumo. Unaokoa muda, ufikirii kila siku uanze upya. Ni muhimu zaidi, mfumo unaoruhusu biashara kukua. Edward Deming aliwahi kusema, if you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you are doing. Maana yake, bila mfumo hata wewe mwenyewe hujui unafanya nini kwa uhakika. Ukweli wa biashara: biashara nyingi ndogo hazishindwi kwa sababu ya bidhaa mbaya, zinashindwa kwa sababu ya kukosa mpangilio. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa biashara nyingi ndogo hushindwa ndani ya miaka michache ya mwanzo kwa sababu ya kukosa mifumo. Hii ina maana moja tu: mfumo sio option. Mfumo ni lazima kwenye biashara yoyote au huduma yoyote. Aina kuu za mifumo: kuna aina nyingi sana za mifumo, ila leo nitaenda kuzungumzia mifumo, aina kuu 5 za mifumo kwenye biashara yoyote ile au huduma yoyote ile. Sasa tuangalie mifumo muhimu katika safari hii kwa mifano halisi kabisa. Namba 1, production system, mfumo wa uzalishaji. Huu ni jinsi unavyotengeneza au kuandaa kile unachouza. Mfano, kama unapika chakula, lazima uwe na utaratibu wa vipimo, muda na ubora, ili kila siku chakula kiwe sawa. Kama unauza mitumba, lazima uwe na mfumo wa kuchagua nguo nzuri, sio kuchukua tu kila kitu. Hii ndio inafanya mteja akirudi akute kitu kile kile kizuri, na hii inajenga uaminifu kwa wateja. Namba 2, marketing system, mfumo wa masoko. Huu ni jinsi watu wanavyokujua. Mfano halisi kabisa:
kila siku unatuma WhatsApp status kuhusu biashara yako au huduma yako. Unaweka picha au video TikTok au Instagram. Unaonesha bidhaa au huduma yako mara kwa mara. Hii inafanya watu wakuzoee na kukukumbuka. Ukikaa kimya siku nyingi, watu wanakusahau. Namba 3, sales system, mfumo wa mauzo. Huu ni jinsi unavyoongea na mteja hadi anunue. Mfano, unapojibiwa na mteja, unamjibu vizuri na kwa heshima. Unamwelezea faida ya bidhaa, sio tu bei. Unamrahisishia kufanya uamuzi. Hapo ndipo biashara inaingiza pesa. Namba 4, delivery system, mfumo wa ufikishaji au wasilishaji. Huu ni jinsi wateja wanavyopokea bidhaa. Mfano, kama una delivery, inakuwa ya haraka. Kama mteja anakuja dukani, anahudumiwa vizuri. Hakuna kucheleweshwa au kusumbuliwa. Huduma nzuri humfanya mteja arudi tena. Namba 5, financial system, mfumo wa fedha. Huu ni mfumo muhimu sana katika biashara, lakini watu wengi wanaupuuzia. Mfano halisi, una daftari au app, unaandika mauzo ya kila siku au kila biashara utakapofanya. Unajua umeuza kiasi gani leo, unajua umetumia kiasi gani, unajua faida yake. Hata kama una matumizi, unaandika pia matumizi, hiyo hela imetumika sehemu gani. Bila hii unaweza kufanya kazi sana, lakini usione maendeleo yoyote. Hitimisho. Kwa kiufupi, biashara yoyote inayokuwa, iwe ni ndogo au kubwa, ina kitu kimoja kinachofanana: ina mfumo. Bila mfumo, unafanya kazi sana bila matokeo. Hakuna mwelekeo, unachoka haraka. Lakini ukiwa na mfumo, unapata matokeo yanayorudiwa. Biashara inakuwa taratibu lakini kwa uhakika. Unaweza hata kuendesha bila kuwepo muda wote. Kumbuka hii, mafanikio ya biashara hayaji kwa bahati, yanajengwa kwa mifumo. Sasa, kabla sijamalizia, usisahau kusubscribe, kulike video hii, kucomment hapo chini na kushare kwa watu wengine anayehitaji kujifunza haya.